Yes, Mambo VP Kenyans. This is the Trends TV, and this is our first podcast we're doing. We're talking about politics of Kenya, and today we are talking about interview ambayo former DP ambaye anaitwa Gachagua ama anaitwa pale Rigathi Gachagua ambaye amefanya with one of the leading Kenya major station NTV, ambayo Gachagua ameongea kuhusu safari ya Ruto ambayo siku ya leo imefika tamati Mount Kenya, ambayo alizuru all the counties zile za Mount Kenya. And Gachagua ameongelea story ambayo Ruto alimuongelea pale awali, and I will pick the points ambazo nitakuwa naziongelea siku ya leo. One of the point ambayo nitakuwa naongelea ni impeachment ya Gachagua ambayo iliweza kufanyika October last year, and then we are going to talk about 10 billion ambayo Ruto alikuwa anasema Gachagua alikuwa anamuomba like a blackmail to him to get the Mount Kenya support. And then we'll be talking about the Adani deal ambayo pale awali ilikuwa nafanunu kuwa itafanyika, lakini ni kama mambo ikakuja ikaribika because Ruto government was exposed. And then we're going to talk about Farouk Kibet, ambao najua Farouk Kibet is one of Ruto's personal assistants. And then we're talking about Uhuru Kenyatta, of which the points ambazo Gachagua ameongea mention Uhuru Kenyatta. And then we are going to talk about bribes of Ruto anatumia pale ku bribe MPs to make sure that the bills ambazo yana propose napita pale kwa parliament. And then we're going to talk about Mount Kenya politics ambao nakuambia Gachagua anaonekana kwamba ndo kingpin wa Mount Kenya. So we are starting about impeachment. One of the statement ambao Gachagua amesema leo ni kuwa one of the Ruto's MPs ama one of the Ruto pale women rep wa Uasin Gishu ambao pale ni Gladys Boss-Sholei alisema kuwa I quote, Bwana President ulinipatia kazi ya kutoa Gachagua na make sure ameenda nyumbani. Statement ambayo Gachagua ameongelea akisema kuwa Ruto is the one ambaye alifanya ama alihakikisha kuwa anaenda nyumbani, of which alisema pale MPs walikuwa na braibiwa 500,000 each ku make sure ana vote yes, ku make sure aende nyumbani. And then senators walikuwa na braibiwa 10 million each to make sure anampichiwa anaenda nyumbani, and of which women rep walikuwa wanapewa pesa atujui ni kiasi gani to make sure Gachagua anaenda nyumbani, of which imeleta so many reactions. Unavyoona pale explain pole akiongea akisema kuwa Ruto was the one na that agenda to make sure that he goes at home. And then we're going to talk about 10 billion wanakwambia pale ni figa za pesa ambazo zimezua maswali mingi sana pale mtandaoni, of which statement ambayo Ruto alisema akianza safari yake ya Mount Kenya akiwa pale Sagana, alisema Gachagua alimuomba 10 billion yani ya kuhakikisha pale anapata supporter ya Mount Kenya. Ruto alisema kuwa Gachagua alikuwa anamuomba hii pesa to make sure pale anamobilize Mount Kenya, la sivyo atamfanya awe rais wa term moja au kufanya pale rais kuwe pale a rule only 5 years, of which Ruto said no. And then of which Gachagua akaanza kumpiga vita, akaanza kumtishia akimwambia mimi sikutaki, Mount Kenya ukutaki bila hiyo pesa, of which Ruto aliona ni kama pale ni blackmail ambao Gachagua anamfanyia. And then we're going to talk about Adani deal. Kumbuka pale ni deal ambayo ilikuwa pale unataka kuimprove ama pale kufanya Jomo Kenyatta International Airport to make it more pale international, to make pale infrastructure jengo pale, of which Jomo Kenyatta International Airport kumbuka ni airport ambayo imekuwa na so many pale stories, imekuwa na so many pale negativity, of which pale tuliona pale kama Jomo Kenyatta International Airport maji yanavuja pale katika airport, of which ileta so many reaction ambayo ile expressiwa pale na Rally Madoo. So we're talking about the Adani deal, of which Gachagua amesema Kenya's MPs ni kama wamerogwa na Ruto. Wamerogwa aje? Wamerogwa pale na bribes, of which anasema kuwa the same MPs ambao walikuwa na support pale Adani deal pale iendelee ama pale ipitishwe pale Jomo Kenyatta ijengwe, ni the same MPs ambao walipiga makofi wakati Ruto alisema kuwa ameita ama he has called off the Adani deal. The same MPs clap for Ruto
pale ilionyesha kuwa the Kenya MPs they are controlled by Ruto, ikilidiwa pale na majority leader Kimani Ichung'wah, of which Kimani Ichung'wah story pale zimekuja, tuliona amewakiliwa pale, watu wamtaki, watu wataka kusikiza amesema nini, of which ileta so many reaction pale kwa internet, hadi watu wakashangaa mambo vipi. You're talking about Uhuru Kenyatta, of which Gachagua nikimpoint amesema kuwa Ruto alifanya pale yeye amini, wana Mount Kenya waamini kuwa Uhuru Kenyatta ni mlevi, Uhuru Kenyatta confused, Uhuru Kenyatta ni kiongozi ambaye afai kuwa kiongozi wa Mount Kenya, of which alimbelieve statement ambayo Gachagua amesema kuwa ni kama Ruto alikuwa anajaribu kuwabadilisha akili wamchukie Uhuru ili wasimpigie kura Raila, of which Ruto alikuja akawa president, lakini Gachagua pale anasema kuwa education system imefail, health system imefail, pale revenue pale wajui inaenda wapi, of which anasema Ruto ni kama ni mwizi nambari moja wa Kenya na anafaa pale kutolewa mwaka 2027. Kuongea pale point ingine, we are talking about bribes of Ruto. Anaongelesha pale kuwa Ruto ni mtu ambaye wakati aliingia pale katika ofisi, yeye kila biashara ambayo anafanya pale Kenya ni biashara and transaction. Yambalisha kama pale Kenya ni kama it's a transaction, kama ni bank. Kila biashara ambayo inafanyika pale Kenya ni Ruto anafaidika. Ikianza pale na housing pale za kutengenezea wafanyakazi wa serikali nyumba, hiyo ni wizi tupu. Maana anasema pale Ruto anauza simiti, Ruto anauza mabati, Ruto anauza pale chuma, Ruto anauza tiles, Ruto anauza vitu za stima to make sure pale anafaidika. Na pia alisema pia kuhusu bribes za Ruto ni kuwa Ruto anatumia pale, kuna statement alisema pale awali kuwa pale katika State House kuna container ya pesa ambao MPs ama pale ukienda pale kusalimiwa, ukienda pale kuongea na Ruto unapewa, na ingine pia container nyingine iko pale katika boma la Kindiki former Hisom ambao nakwambia ni boma la Kindiki. Pale pia kuna container ya pesa ku make sure anytime unapitia pale unasikiza uongo yake unalipwa. And then we're going to talk about Mount Kenya politics ambao Gachagua amecome clear akisema kuwa the same statement ambao Ruto alikuja nayo pale Mount Kenya wakati anafanya campaign ya campaign Uhuru Kenyatta, kusema kuwa Uhuru Kenyatta ni si kiongozi bora, si kiongozi wa kuaminika, is the same statement ambao amekuja nayo na pale inabeleta pale so many reaction. Kwa hivyo pale the people are crying about overtaxation. The people are saying they don't want the affordable housing. The people are saying they don't want you to tax avocado. The people are saying that there's too much government into people's lives. And you people are following William Ruto blindly. I am advising you people as your leader, from what the wananchi are telling me, if you don't adjust and listen to the people, you will find yourself in trouble come 2027. Mr. President, what you say I do is what I do. You told me Gachagua aende nyumbani, nikahakikisha ameenda. He was asked a question as whether he is the one who impeached me, and he looked down because he couldn't look at the camera straight and say no. His women rep was Sholei, publicly in his presence to another one. It is the MPs who did it. In fact, I tried to persuade them not to. They tried 2-3 times, and they said if we don't impeach this man, we'll exchange his name with yours. It's all, of course, a lie. Everybody knows. His women rep in Uasin Gishu was Sholei, publicly in his presence told him, Mr. President, what you say I do is what I do. You told me Gachagua aende nyumbani, nikahakikisha ameenda. When he rose to speak, he didn't deny. He just looked down. Everybody knows it's the worst kept secret in this country that he's the one who crafted the impeachment and bribed members of parliament at 500,000 each and senators at 10 million. Bribed the mover of the motion. The Kibwezi West MP has been everywhere complaining he was shortchanged. He had been promised to be the chairman of the Budget and Appropriation Committee after successfully tabling the motion. And again, the president was saying that the MPs overruled him. It is common knowledge that those Mount Kenya MPs cannot overrule the president. They do whatever he wants. That Uhuru Kenyatta is a drunkard, is a useless leader, is a man who has messed this country, is a man who cannot be trusted to organize the succession. And we should despise him, we should hate him.
And he drove a narrative against Uhuru Kenyatta and recruited all of us, I included. I was among the leader of those who believed in what he told us. And we listened to William Ruto, and he persuaded us. 5 years down the line, Uhuru Kenyatta is gone. William Ruto, the one who said Uhuru is incompetent, has come on stage. The education system that was working when Uhuru Kenyatta was there is finished. Children at home. The health system has crumbled. People are overtaxed. Nothing is working in the country. Yet, at that time, he had persuaded us that Uhuru Kenyatta is an incompetent man, is a drunkard, is a leader not worth talking about. He came and persuaded us that our enemy as a region is Raila Odinga, who is a witch doctor. And since Uhuru Kenyatta has brought him, and Uhuru Kenyatta does not mean well for us, we should hate Uhuru Kenyatta and trust William Ruto to carry our destiny. We believed him. He's very good in driving narratives. So when he came to the mountain, he needed to drive a narrative against Rigathi Gachagua, thinking that the people are as gullible as they were then. And he was confident that if he could successfully drive a narrative against Uhuru Kenyatta, when he was president, he could equally drive a narrative against Rigathi Gachagua. And he cobbled this narrative of 10 billion. The purpose was to show the people of the Mount Kenya region, this Gachagua guy is a very selfish man. So on discussion with my family and lawyers, we have agreed that when he retires, and it's not very long from now, we'll be able to release that information. And I've done that because I know his family, and I don't want to jeopardize his position. And because he did not come on his free will, he serves the president and he cannot be able to argue with him. I'll have that information. It is ready, it's well stored, and I would like to tell these people not to try to come and read here to get it. It's not here. I've stored it nicely with somewhere.